Hii ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Al-Keblan Liberation Movement ikikutangazieni kutoka studio zetu. Ni saa 11 kamili ya Jumamosi tarehe 27 Disemba 2025. Ni Shamsa Matoke Kinyogoli nikikuleteni taarifa ya habari katika mitambo nikisaidiwa na Muga Mustafa Mbinde. Kwanza, tupate muhtasari wa habari za dunia zinazoletwa kwenu na Abu Mzoba Kilubi. Rais wa Burkina Faso Mheshimiwa Ibrahim Traore akabidhiwa mitambo ya kuongoza benki ya kanda ya Sahel. Habari za hivi punde za Uganda zinahusu kurefushwa kwa utawala wa Rais Museveni na kukandamiza upinzani. Mapigano yameripotiwa ndani ya Makobola, eneo la kimkakati kusini mwa Uvira nchini DRC Congo. Taarifa kamili. Benki ya kifedha ya kanda ya Sahel BCAAES. Serikali za Burkina Faso, Mali na Niger zilizounda benki ya uwekezaji na maendeleo ya Umoja wa Mataifa wa Sahel, Mheshimiwa Rais Kapteni Ibrahim Traore akiwa ndiye kiongozi wa Umoja wa Mataifa hayo na msimamizi mkuu. Aliwahimiza viongozi wa Sahel kuchukua hatua za pamoja mbele ya misukosuko ya ugaidi na changamoto za usalama. Inatubidi kujikusanyia kuni kwa wingi ili tuweze kuwaokoa raia wetu na baridi ambayo yaweza kutushambulia. Na tukiwinda wanyama wa porini tutumie ngozi zao kwa vazi la baridi. Maneno ya hekima ya Traore. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka studio za Al-Keblan Liberation Movement. Uganda, kampeni za urais nchini zimeshika kasi huku vyama vya upinzani vikinyimwa uhuru wa kampeni. Anayeongoza katika upinzani Bwana Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine asumbuliwa na polisi vikali mara kwa mara anapojielekeza katika zoezi la kampeni. Kauli ya jemadari wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba kutangaza kwamba hakuna yote atakayeweza kuiongoza Uganda isipokuwa awe mwanajeshi au polisi. Maoni ya wanadiplomasia nchini yaonyesha wasiwasi wa kauli hii, ikiwa ni kauli kwanza ya mtoto wa Rais Museveni na mkuu wa jeshi. Wachambuzi wa siasa wahofia kwa ndio sababu polisi wambughudhi Bobi Wine sababu ya wingi wa wafuasi wake. Karibuni kwenye harakati ya ukombozi wa Al-Keblan. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka studio za Al-Keblan Liberation Movement. Mapigano yameripotiwa ndani ya Makobola, eneo la kimkakati kusini mwa Uvira nchini DRC Congo. Ndugu zangu wana Al-Keblan na wadau wote wa Al-Keblan, viongozi wote wa Al-Keblan, na kusalimuni asubuhi nikikutakieni afya njema, nikikutakieni kazi njema, nikikutakieni mafanikio mema katika shughuli zenu za kila siku. Nimetamani kurekodi voice yangu hii nikianzisha huyo mfumo mnaoona kama mfumo wa taarifa ya habari. Kila kitu ambacho mnachokiona hapa kilichotumika kwenye hizi taarifa za habari, baadhi ni maneno ya kweli, mengine ni maneno ambayo yanafanana na ukweli lakini hayana ubaya wote. Ila madhumuni kabisa ya kuonyesheni hii video ya hizi taarifa za habari zikitoka katika studio ya Al-Keblan ni kwamba nimetamani kuonyesheni kwamba kuna umuhimu katika chama chetu cha Al-Keblan cha ukombozi wa Afrika, hii Pan-Africanism yetu. Kuna umuhimu tuwe na studio zetu za kutangaza taarifa ya habari, ikiwa sisi ni watetezi wa bara la Afrika, na ikiwa tutaweza kufanikisha kuwa na studio kama mfano tu mdogo kama jambo hili dogo ambalo nimekuonyesheni hapa, ambalo litakuwa linatutangazia taarifa za habari za Afrika mzima. Mnaonaje kweli kwamba tutakuwa atusukumi kweli ujumbe wa Al-Keblan Liberation Movement kupitia studio zetu, na pia tunaweza tukazipata hata ruzuku kwa ajili ya kutangaza matangazo ya biashara za watu wetu ambazo wanaozifanya na ni wana Al-Keblan. Kwa hiyo itasaidia kuijenga jamii. Nataka ni kuonyesheni mfano. Unajua kwamba ukiwa na studio yoyote ile
alafu studio ikawa inatoa taarifa za habari. Watu wanataka kujua kinachoendelea katika Afrika yao. Watu wanataka kujua kinachoendelea katika marais wetu hawa wote wanaogombea urais, changamoto wanazozipata. Watu wanatamani kujua taarifa 100% za mapanafrikanisti wetu wakina Ibrahim Traore na wengine. Watu wanatamani kujua kinachoendelea nchini Kongo, habari za ukweli, tuachane na fake news. Watu wanatamani kujua ni vipi tunaweza tukapanga mikakati yetu ya kuiokoa Afrika. Tukishakuwa na chaneli yetu, tukawa na chaneli yetu inayotangaza mambo yetu. Kumbukeni kitu kimoja na kuambieni ndugu zangu. Sisi hatuko chini ya nchi yoyote. Sisi hatutawaliwi na nchi yoyote, lakini tunaenda chini ya misingi ya sheria za kimataifa zilizopangwa na huyo mbepari kweli, ili wasitubomoe wakatuharibia mambo yetu. Tutaenda nao hivyo, lakini tunatamani kuwa na sehemu na sauti yetu, sehemu ambapo watu wetu wanapata taarifa zetu katika lugha ambazo wanazisikia. Inaweza kawa ni lugha ya Kiswahili kama jinsi mnavyoona kwamba tumejaribu kuandaa hizi habari za Kiswahili. Inawezekana kuwa Al-Kebulani katangaza katika lugha za Afrika ya Magharibi, kama tulivyofanya kupitia Kiswahili cha Mashariki na Magharibi kule, tukawa na watangazaji ambao wanazungumzia habari za Afrika ya Magharibi kwa lugha ya Afrika ya Magharibi, tukawa na watu wa kaskazini, tukawa na watu wa kusini. Hapa tunaweza tukaiunda jamii yetu ya kuweza kutia nguvu kwa ajili ya kuisogeza mbele Al-Kebulani Liberation Movement, na movement yetu ikapata nguvu. Haka nika kitu kadogo tu nimekatengeneza kakuwaonyesheni tu kwa mfano. Kwa hiyo mnaonaje? Nataka maoni yenu, na nataka mtakapotoa maoni, kama kuna wenye uwezo kati yenu wenye kuweza kusupport hili jambo katika hali na mali, katika moyo na kifedha, tuifanye hii studio. Unaona, hii ni idea ambayo naitamani ianzishwe mwaka ujao. Hii mwaka tunaokuja tujue studio yetu zitakuwa wapi, tujue zitatafutiwa vitambulisho, tujue namna gani, tujue wakina nani ambao watakaofanya kazi hizi, tujue na namna tutakavyoweza kuwavuta watu, na hususan watu wenye biashara zao, na wenyewe tunawapitishia matangazo na wanalipa. Unaona, na hilo linasaidia katika kukuza fuko la Al-Kebulani. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niseme kitu kimoja. Katika nchi ya Burundi kweli nguvu ipo ya Al-Kebulani Liberation Movement kuliko sehemu nyingi sana za Afrika. Kwa hiyo hili jambo nalitupia kwenu kwanza Burundi. Nasema na Warundi kwa sasa, nawaambieni jamani, hili jambo mnaliona vipi? Ikiwa kuna watu ambao wanaweza wakatia mtaji wao, hata ukiwa ni mdogo, wekeza, tuwekeze pamoja, tutie nguvu, tupate studio yetu ambayo itaweza ikasimamia haya masala. Ngoja kwanza nirudi katika lugha ya Burundi ili nipate kusikika vizuri, na Warundi wapate kunisikia nini ninachokizungumza, kwa sababu sio wote wanasikia hiki Kiswahili. Bene wacu banyamuryango Al-Kebulani, aka kantu nakoze gatoyi n'akantu nakoze kugira ngo ndabereke ingene twoshobora kugira studio zacu za Al-Kebulani kandi tukaronka ingene duteza imbere umuryango wacu wa Al-Kebulani. Nta kintu ngaha kwisi giteye imbere gusumba inkuru. Abantu barakeneye kumenya inkuru, abantu barakeneye kumenya amakuru yo muri Afrika, abantu barakeneye kumenya amakuru hanze ya Afrika. Amakuru abantu barayagura, abantu baragura ibinyamakuru, abantu baratangaza amakuru, abantu barakeneye kumenya inkuru. None kubera iki tutotanguza umugambi wo kugura studio zacu? Iyi studio ya Al-Kebulani izofasha, irashobora gukora kuri YouTube, igashikira abantu benshi, tukarondera n'ingene tuyishira online, igashikira abantu bashobora gushikira online, kandi tukanatanga n'amakuru yavuye muri studio zacu tukayahereza n'abanyamuryango mu magroupe yose ya Al-Kebulani. Nkuko mubizi yuko dufise amagroupe hafi nka hose muri Afrika. Aho rero je nibaza yuko cyo kivuga niciza. Umuntu wese akakantu agakoze kugira ngo mwese umumwe wese muri mwebwe atanga iciyumviro ciwe, turabe ingene tukoshinga iyi studio ya Al-Kebulani Liberation Movement. Tubishoboye
ndazi yuko izotuvyarira umusaruro, abantu benshi bazokwiyunga na Arkebulan Barriere Movement. Tuzotangaza amakuru, tuzotangaza n'ibidandazwa by'abantu, kujya amasudio yose yamabikora, mu mwaka uza. Rero jewe niyumviriye yuko mu mwaka uza, uyu mwaka w'2026 ube umwaka tubasi tugira icyo dukora, kuko murabona ko uyu mwaka udupfanye ubusa. Uyu mwaka n'ukuri twari twaratanguye, nari nashizemo ingufu, murabizi, naragiye ndatembera, ndagira gute, ndashiramo ingufu, mugabo ingufu zahereye mu nzira, kandi sishobora gupfa. Ingufu zanje ntizipfa, ntembagara mvyuka. N'ubu ndiko ndazana ama idea kugira ngo turabe ingene twokuza umuryango wacu wa Arkebulan Barriere Movement. Hazoshika iyi studio hamwe yokomera, ikagira ingufu, yotanguza n'umugambi wo gutemberera abo bakuru b'ibihugu mwaba muvuga, bakicara muri studio za Arkebulan, tukababaza ibibazo kuvyerekeye ubugabane wacu wa Afrika, bakishura, tukapushinga gushikaho Afrika igira ingufu zo kwiyunga. Ibintu byose bizabukebuke bene wacu. Rero ndabahamagariye kuri ubu butumwa, murabe ivyumviro mutanga, murabe n'ingene twokwegeranya uburyo mugabo studio ya Arkebulan ibashe kubaho. Murakoze cyane, ndaza kurindira comment zanyu kugira tumve ivyo muvuze, hama bibe ari byo dukorera ko. Murakoze, mugire umunsi mwiza n'iminsi mikuru myiza yo guheza umwaka.